Taarifa inayofuata ni taarifa kutoka CASI. CASI, mahakama ya usuluhishi katika masuala mbalimbali ya kimichezo, imewaandikia barua TFF, bodi ya ligi pamoja na mnyama Simba. Kwanza nikwambie tu rasmi, CASI wamepokea barua rasmi kutoka klabu ya Yanga Afrika na walalamikiwa ni bodi ya ligi, TFF pamoja na klabu ya Simba. Mahakama ya usuluhishi wa masuala ya kimichezo CASI imepokea barua rasmi kutoka klabu ya Yanga juu ya malalamiko yao kwa TFF, bodi ya ligi na klabu ya Simba juu ya sakata lao la Kariakoo Derby ambayo iliahirishwa tarehe 8 Machi 2025. Walalamikiwa hao ambao ni TFF, bodi ya ligi, Simba wamepewa siku 10 baada ya kupokea taarifa rasmi kutoka CASI kuanza kuandaa utetezi wao, wakati mchakato wa kesi unaanza kusikilizwa rasmi na kwa haraka zaidi. Barua hiyo yenye kumbukumbu namba CAS 2025/A/11298 tayari imeshatumwa kwa wahusika. Yaani ninavyozungumza na wewe hapa, mnyama Simba kapata nakala yake, TFF kapata nakala yake, lakini vivyo hivyo bodi ya ligi wameshapata nakala yao. Yanga watawakilishwa na timu ya wanasheria wafuatao kwa mujibu wa barua ambayo tumeisoma kutoka CASI. Yanga watawakilishwa na Alex Mgongora, Simon Patrick, Juma Nasoro, Recepcius Dikak, lakini na Kalage Rashidi. Hawa ndio mawakili watano watakaoiwakilisha Yanga Afrika. Hili lina picha gani? Kwenye laini ninaungana na Dominic Salamba, mchambuzi wa mpira lakini pia mdau wa michezo mwandamizi kabisa hapa nchini Tanzania. Tunaungana naye moja kwa moja kwenye vuguvugu la michezo kuhusiana na sakata hili ambalo linaendelea kuchukua sura mpya. Bwana Dominic, habari asubuhi bwana. Mimi niko salama. Huko tunamshukuru Mungu, leo kuna hali ya mvua kwenye baadhi ya maeneo, kuna hali kama ya Arusha vile kwa siku ya leo hii. Bwana asante sana, tunaungana nawe moja kwa moja kwenye vuguvugu la michezo. Tumeiona barua ambayo asubuhi imetembea sana kwenye mitandao ya kijamii, CASI wakithibitisha kwamba wamepokea malalamiko ya Yanga, na barua Yanga walipeleka CASI inawatuhumu TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba kwenye msakata lile la dabi ya Kariakoo iliahirishwa tarehe 8. Ulitegemea hili swala litafika huku sasa kwamba Yanga rasmi wameenda CASI na barua inaonyesha kwamba Yanga walituma toka tarehe 17? Bila shaka umeiona hii ama hujaiona bado? Mimi binafsi si jambo la kunishtua, kwa sababu kama miongoni mwa watu ambao walikuwa wa kwanza kulizungumza nilikuwa ni mimi. Baada ya kuona zimeibuka propaganda kwamba Yanga hajakwenda CASI, ana vigezo, nilitoka nikazungumza kwamba Yanga wameenda CASI, na kimsingi nilikuwa nimeona kile ambacho nilikuwa nimekizungumza, na hata malalamiko yao nilikuwa nimeyaona kwa macho. Kwa ni kitu ambacho binafsi naona kama tu nikwenda kuthibitisha kwenye yale ambayo nilikuwa nimeyazungumza. Ni kitu ambacho Yanga walielekea muda mrefu, na hapa katikati walikuwa tu wakiwa na faili baadhi ya supporting document ili CASI waweze kupokea faili lako. Unapeleka malalamiko ya kwanza, lakini pia watakutaka uweze kupeleka na vitu ambavyo vitakwenda walalisha malalamiko yako. Na nafikiri documents za mwisho zimetumwa rasmi, wameweka kila kitu ambacho nafikiria itakwenda kuwasaidia katika malalamiko. Kwa jambo ambalo nilikuwa nafahamu, ingaje watu kwa nguvu walikuwa wanataka kulipindisha, lakini kama nilizia CASI, lakini Yanga CASI alikuwa ameelekea muda mrefu baada ya kupata majibu kutoka kwa bodi ya ligi kwamba hawezi kupata nitatu. Wanaotajwa ni TFF ambao ndio wasimamizi wa mpira wetu, bodi ya ligi pamoja na Simba. Ulitegemea kwamba wote hawa watatu Yanga wataburuza CASI ama ulitegemea ni mmoja wapo? Nazungumza tena kwamba kwa sababu nilikuwa nimeona barua ambayo inakwenda CASI, na nitazungumza kwamba washtakiwa walikuwa ni watatu. Namba 1 ni shirikisho la mpira, walalamikiwa wa kwanza. Namba 2 bodi ya ligi, na 3 walikuwa ni klabu ya Simba, na wote walipewa kopi za hizo nakala. Kwa hiyo walikuwa wanajua, lakini ambacho walikuwa nakifanya pengine ni kutaka kutengeneza mazingira ya mazungumzo ya ndani ili Yanga aweze kuondoa shauri, lakini shauri wanalifahamu, walipewa nakala kwa maana ya shirikisho, kwa maana ya bodi ya ligi pamoja na klabu ya Simba ambayo ndio akiwa sosi ya huu mgogoro. Hili sakata wewe unalionaje kama mtu wa michezo? Maana tayari ngoma imeshafika CASI, na CASI hawanaga 1 na 2. Wakishaona hapa ulio kuna shida ni lazima watoe maamuzi, na maamuzi yao hawaangalia naenda kumuumiza nani ama anaenda kumsaidia nani. Sakata hili mpaka linafikia hapa, unalizungumziaje na linaleta picha gani na taswira gani kwenye mpira wetu, Dominic? Nafikiri kwanza ni aibu, kwa sababu malalamiko ambayo Yanga waliweza kuyafaili yalikuwa yanaweza kutatuliwa hapa nchini, kwa sababu kanuni zetu zilikuwa zitajielekeza na kuweza kutoa majibu. Ilikuwa ni kitu cha wazi ambacho itakuwa tu wakae, ambacho kisingechukua hata nusu saa kuweza kutoa maamuzi ya hili sakata, kwa sababu tumekuwa na utaratibu wa kupitisha baadhi ya mambo kwa maslahi ya watu fulani
ndio yatafikisha hapa, na hata hao wenye mpira hawakutarajia, walijua kama Yanga atakuwa katika utaratibu ule tu kwamba mnakaa mnapigisha haki, baadaye mnakaa mnazungumza na Aisha. Kwa hiyo ni aibu, kwa sababu ukiangalia kanuni zetu zimeelekeza wazi, kwa maana kwamba kila kifungu na adhabu zake ziko wazi, na tushazungumzia jambo ikali limekaa, lakini kuona kwamba mnakwepa kanuni, mnakwenda katika kitu ambacho muweze kuzungumza huku wakati kanuni ziko wazi, ni kitu cha kusikilisha na kutia aibu, kwa sababu maana yake ni kwamba hatuko smart kwenye kufanya maamuzi, na hatuna watu ambao wanaweza kusimamia haki ya mpira wa miguu katika mazingira fulani.